Okay, maswali mengi watu wanauliza. Nashukuru kwanza, nashukuru sana kwa sababu inaonyesha jinsi gani nazungumzia vitu vya msingi, vitu ambavyo pia watu wanavipenda. Kwenye kufundisha usindikaji wa zao la tangawizi au mazao mengine, mimi nafundisha online. Yani naweza nikafundisha kwa njia ya videos, audios, message na kila kitu, kwa njia ya picha na kila kitu. Naweza nikakufundisha na ukaelewa namna ya kusindika tangawizi na kuweza kuproduce product mbalimbali za tangawizi. Yani twende kusini, twende kaskazini, twende wapi, lakini tangawizi tunaelewa kwamba inatumika sehemu mbalimbali, na tangawizi inatumiwa kwa namna nyingi kama chakula, lakini pia tangawizi ina sifa ya kifamasia. Tunaelewa hicho kitu. Umeona? Lakini pia ukiachana kufundisha online, nafundisha uso kwa uso. Nikisema nafundisha uso kwa uso, I mean physically. Sawa? Ile ya kuonana na kuweka appointment kwa ajili ya kukufundisha kufanya usindikaji kwenye zao la tangawizi. I mean hapo naweza nikafundisha wewe ukiwa peke yako, lakini pia naweza nikafundisha kwenye kikundi. Sawa? Kwenye kikundi, kwa mfano labda kuna hivi vikoba, kuna si vikundi gani vya hisa, umeona? Lakini pia kwenye vikoba nitashauri kwa sababu watu wengi wanacheza vikoba au wanawekeza kwenye hisa. Muda wa kuvunja vikundi au kuvunja hivi vikoba kuchukua hela zao, unakuta mtu hafikiri au hana cha kufanya. Baada ya kuchukua hizo hela, automatic anachukua hela, baada ya muda fulani anapoteza hela zote, inakuwa hakuna uwekezaji aliofanya. Kwa sababu kucheza vikoba haina maana kwamba ndio suluhisho la kufanikiwa, lakini pale huwa tunakuwa tunakusanya hela kwa ajili ya kuhifadhi, kuja kufanya project fulani au kuwekeza kitu fulani au itusaidie kwenye kitu fulani, lakini sio suluhisho la mwisho kucheza vikoba. Kwa hiyo mimi nafundisha watu wa aina hizo zote, lakini pia kama kuna taasisi, kuna shirika, kuna NGO, kuna nini, ikiwa unahitaji nifundishe vijana wako, nifundishe darasa fulani au kundi fulani la watu kwa ukubwa wake, pia tunafanya. Hayo makundi yote yanatengeneza variation au tofauti wa bei, lakini pia umbali wa kutoka nilipo na kuja huko inatengeneza pia variation ya gharama. Lakini ukijifunza usindikaji ni mchongo. Usindikaji utakupa kiwanda, usindikaji utakupa brand, usindikaji ndo habari ya mjini. Tunaelewa kwamba ajira ishakuwa changamoto, lakini ukijifunza usindikaji, hakika itakusaidia sana, kwa sababu usindikaji pia utakusaidia sana kwa ajili ya kuweza kuajiri watu wanaolima yale mazao, kwa sababu wewe utabaki kama mnunuzi, kwa hiyo utabaki kuwasaidia wale watu. Kwa hiyo utakuwa umecreate employment kwa watu. Asanteni sana, Mr. Tangawizi.